Asante sana. Ni muda wa kulisikia neno la Mungu, na msomaji atusomee andiko letu la Mathayo 24. Ataanza mstari wa kwanza atafika mstari wa 3. Tunasoma Mathayo 24:1-3. Ndio. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, "Hamyaoni haya yote? Amini nawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa." Tatu na mwisho. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, "Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?" Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ndio watoto wa Mungu, katika kitabu hichi cha Mathayo 24 kuanza mstari wa kwanza ndiko ambapo kuko neno letu ambalo tulilo lisikia wiki iliyopita, ambayo ilizungumziwa kwa ajili ya dalili. Na hizi dalili tulikwenda kuona dalili za kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Tukaona dalili za unyakuo wa kanisa. Tukaona dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili. Na jambo la 4 ikawa ni dalili za mwisho wa dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ya muda wetu ni mdogo sana, nilitamani kuwa tumalizie kipengele hichi cha dalili za siku za mwisho, lakini muda umekuwa mdogo sana, na huku tuna kipengele ambacho kiko hapo cha kuweza kusherekea na kukumbuka kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo ya ukombozi aliyoifanya. Lakini nichukue nafasi hii ya kushukuru vijana. Vijana, Bwana asifiwe. Amen. Kweli kuanza Jumapili ambayo tulikuwa na neno hapa ni jana tu, na leo ambayo sikujibu maswali. Yaani vijana wetu walikuwa wanauliza maswali kulingana na neno tulilolilishwa Jumapili, ikimaanisha kuonesha kuwa kweli vijana wana hitaji mafundisho. Haleluya. Na kwa sababu hiyo nimeona ni vyema twende na mfumo wa mafundisho ili tulisaidie kanisa, kwa sababu siku tunazoziishi ni siku za hatari. Ni siku ambazo inatakiwa kila mmoja, mimi na wewe, tuwe tunajiangalia. Hivi akija leo nitakuwa tayari? Na kama sitakuwa tayari, ni kitu gani ni vyema niweze kujiandaa? Na katika ili swali la mwisho
ambalo wanafunzi walilomuuliza Yesu kuwa ni nini dalili za mwisho wa dunia. Ili swali ni kati yale maswali mawili. Tuliona kuna maswali mawili aliyoulizwa pale. Na swali la kwanza tuliliona ni katika kuja kwa Kristo mara ya pili. Na tukaona katika kuja kwa Kristo mara ya pili kunatangulizwa na dalili, ambazo hizo dalili mojawapo ni unyakuo wa kanisa. Kanisa litakapokuwa limenyakuliwa, hapo ndipo itakuwa ni mwanzo wa dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili. Na tukaona kuwa jambo hilo ni jambo ambalo litakwenda kumfunua huyu mpinga Kristo, ambayo hiyo nayo ni moja ya dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili. Kama jinsi maandiko yanatuambia kuwa kinachozuia kujifunua kwa mpinga Kristo ni kanisa. Na itakapokuwa limenyakuliwa, atakwenda kujifunua. Baada ya hapo twende sasa kuona ile swali la pili ambalo liliulizwa kuwa na ni nini dalili za kuja za mwisho wa dunia. Hapa kuna dalili nyingi sana, lakini kama jinsi tulivyokwenda kuongea, tulisema kuwa haya mambo mengi, haya mambo hayatuhusu tena, hayatuhusu sisi kanisa, kwa sababu haya yote, kuja kwa Kristo mara ya pili, yote hayo mpaka mwisho wa dunia, yote haya yatakuwa baada ya wewe kanisa umekwisha tolewa hapa duniani. Hivyo haya mambo hayatuhusu kwa tuyaangalie zaidi, lakini yanatuhusu kwa sababu neno linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Lakini haya yatatimia wewe umeshakuwa pamoja na Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo basi, dalili ya kwanza ya mwisho wa dunia itakuwa ziki kuu. Ziki kuu itakuwa ni moja ya dalili za mwisho wa dunia. Na tunaposema ziki kuu ni nini? Watoto wa Mungu, tuombe Mungu sana tusifike kwenye kipindi hichi, maana ni kipindi kigumu na kibaya sana. Ziki kuu ni mateso makubwa makali ambayo hayana msaada yatakayotokea wakati ambapo mpinga Kristo atakapokuwa anafanya kazi. Hapa ndipo mtaona mambo mengi. Kama nilivyosema, kutakuwa mihuri 7, na hiyo mihuri 7 inasemwa mihuri 7, lakini ni vipengele vya mateso, ni vipindi tofauti tofauti vya mateso. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6, ambapo inazungumzia muhuri wa kwanza, na tulikwenda kugusa kwenye
somo letu hiyo Jumapili, ambapo tuliona ni punda nyeupe, na mwenye amepanda punda hiyo alikuwa amevaa mavazi meupe na ana uta mikononi mwake. Na huyo tukamuona kuwa sio Kristo, kwa sababu katika kitabu cha Ufunuo kuna punda weupe wawili. Huyu wa kwanza ni yeye mpinga Kristo. Na tukaona kwa nini amevaa mavazi meupe na amepanda punda mweupe. Tukaona kuwa alifanya hivyo kwa sababu ya amani ya muda mfupi ambayo atakayekuja nayo, ili aweze kulaghai watu, kwa sababu yeye atawaambia watu kuwa ana majibu ya maswali na matatizo ambayo watu watakuwa nayo baada ya kanisa kunyakuliwa. Hivyo katika mihuri hiyo kuna muhuri ambao utafanya dunia ichafuke. Kuna muhuri ambao utaleta njaa ndani ya dunia. Itafika hatua watu watakula watu. Sinasemaga eti watu wanaona kulaga watu. Sio kwa sababu nasemaga watu watakula watu. Kwa wale ambao watakaobaki, utajikuta una watoto 10, unasema hapana, kuliko kufa sisi wote kwenda tumchinje fulani ili labda tuweze kula kwa sababu ya njaa. Watoto wa Mungu, ni rahisi kuyazungumza hivi ninavyozungumza, na ni rahisi kuyasikia hivyo unayoyasikia, sio kuyaishi. Na kipindi cha mihuri 7 kitaisha, kunaingia kipindi cha baragumu 7. Nayo hayo yote ni mateso, ni vipindi. Lakini katika yote kitakuwa kipindi kibaya cha mateso. Alafu ndipo itafika wakati wa kuwekwa chapa, ile namba 666, ambaye yeyote atakayepokea hiyo namba atakuwa na kaweri, lakini atakuwa amesaliti maisha yake ya umilele. Kwa hiyo kipindi hichi cha sikukuu ni kipindi kigumu, na kwa sababu ya muda wetu hatuwezi kuendelea, ila ni vyema baada ya sisi kujua hizi dalili, baadhi ya hizi dalili ambazo tumeona viko katika vipengele 4. Kipengele cha kwanza kimeshapita, ambacho ni dalili za kuzaliwa au za kuja kwa Kristo mara ya kwanza, ambacho tuliona ni kuzaliwa kwake. Na dalili zingine au vipindi vingine bado havijana, tukaona dalili za unyakuo wa kanisa, ambalo hilo ni jambo linalosubiriwa kwa muda wowote ule kanisa linaweza likanyakuliwa. Na baada ya hapo nimeona ni vyema tuweze kujifunza, tujue kitakachonyakuliwa ni nini. Tunajua ni kanisa litanyakuliwa, lakini je, tunajua kanisa? Hivyo nitatamani Mungu atupatie neema tujue kanisa ni nini, na baadaye twende kujua ziki kuu. Haleluya. Haya ndio mambo mawili ambayo naona Mungu akitupatia neema tuweze kuyajua, kwa kuweza kufungamanisha somo hili letu la dalili
ambazo tulikwenda kuzisikia. Jina la Bwana libarikiwe. Na watoto wa Mungu, mambo haya yasituogopeshe, lakini yatupatie juhudi ya kuweza kumtafuta Mungu katika haki na kweli. Yatupatie juhudi ya kila mmoja wetu tuweze kukesha, kama jinsi maandiko ya matakatifu yanasema, baada ya Yesu Kristo kuwajibu maswali na kuambia mambo yatakayotokea, akawaambia lakini kesheni. Hilo ndilo jambo ambalo limefunga haya yote mambo. Haleluya, watoto wa Mungu. Hakika ni ole sana sisi kukutaniwa hapa katika kipindi hichi. Na ndio pale naanza kuelewa wakati Yesu Kristo anasema kuwa ukiona jicho lako linaweza kukusababisha usione mbingu, ni vyema ufanye nini? Uling'oe. Maana ni bora uingie mbinguni hauna jicho kuliko kwenda au kupata mateso haya umeenea na viungo vyote. Na akasema na hata mkono. Haya sio maneno rahisi. Na hata Paulo na yeye akasema, ni faida gani ni upewe ulimwengu wote lakini nikose mbingu? Ikimaanisha kusema ni bora duniani niwe sina chochote kile, lakini nijulikane mbinguni. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu yote haya ya dunia yatafanyaje? Haleluya. Hivyo kanisa, tumwombe Mungu atusaidie sana na tusiogope haya mambo, lakini yatubidishe kumtafuta Mungu katika haki na kweli. Msomaji, tusomee andiko la Mathayo 26 anza 26 hadi 28. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Amen. Mniruhusu nisome kwa lugha ya Kibembe. Tunasoma Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 tafika hadi 28. Biblia inasema, abele mubulia Yesu ibya injile mima akanyinye abecha anao wabake baikechibwa ashitenda hende mulye wono iwane mweko longe ibya injile achuba alemo esolwa ya msabibu anakanya abecha na iba ashitenda musole mbose lumbaka hono iwane mshi wa omye alakano abecha
nao waso ile lumbakalwa batu manga nibwe omo onye mabi abecha angibwe. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana kusoma hii lugha, kuijua vizuri, kwa sababu inasema maneno ambayo yako ya ndani kabisa. Biblia inasema kuwa Yesu alipokuwa na wanafunzi wake wakila, aliutwaa mkate akaumega, akamshukuru Mungu, na baadaye akawapa wanafunzi wake. Maneno aliyoyasema, akasema, huu ndio mwili wake yeye ambao umetolewa kwa ajili yetu. Lakini baada ya hapo akakichukua kikombe, na kile kikombe ilikuwemo maji ya matunda ya mzabibu. Akasema, kikombe hiki ni agano langu. Wakati Yesu Kristo alipotamka neno hilo, hapo ndipo likuwa mwanzo wa ufungulivu wa agano jipya. Hapa sasa ndipo watu tutapata picha ya kile tulichokisema au lile tuliloliambiwa kuhusu agano jipya na ndani ya agano jipya. Yesu baada ya kutamka neno kuwa kikombe hichi ndiyo agano jipya, kupitia damu yake moja kwa moja agano jipya lilikwenda kuanzishwa. Na hili agano ambalo Mungu mwenyewe alilifanya kupitia damu ya mwanawe Yesu Kristo, ndilo ambalo limenifanya mimi na wewe leo tuitwe wana wa Mungu kupitia agano hili. Hivyo basi agano hili linatuhusu sana sisi wa Kristo. Na ndio maana katika huduma yake akasema kuwa ni katika mwamba huu nitalijenga kanisa. Hakuna wakati wowote ule kanisa lilizungumziwa mpaka pale ambapo yeye mwenyewe alipotamka kuwa atajenga kanisa. Na kanisa hili lilijengwa wakati alipokata roho pale msalabani, ndipo kanisa likawa limejengwa. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana alisema nitalijenga kanisa, kwa sababu alikuwa bado hajakata roho. Hivyo basi watoto wa Mungu, damu ya Yesu Kristo ambayo ilimwagika ili itufanye sisi tuwe karibu na Mungu, sisi tuzaliwe kufanyika kuwa wana wa Mungu, sisi ambao tulikuwa tuko mbali tukasogezwa karibu na Mungu, sisi ambao tulikuwa tuna matumaini tukapewa matumaini
ya kuishi na Mungu wetu kwa maisha ya umilele, ni wajibu wa mimi na wewe kuzingatia agano hili. Ni wajibu wa mimi na wewe kushikilia agano hili. Maana tukifanya uzembe kwenye agano hili, ndugu zangu, yatakayokuja hayatakuwa mazuri kwetu. Jina la Bwana libarikiwe, watoto wa Mungu. Na ndio maana akaacha agizo kusema kuwa mnapokutanika au mnapokusanyika, muwe mnafanya jambo hili kwa kukumbuka. Yaani tuwe tunakumbushana ili agano. Tunapokaribia mwili na damu ya Yesu Kristo, ni hatua ya kukumbushana kile ambacho Kristo alichokifanya, ili mimi na wewe tuitwe wa Kristo, ili mimi na wewe tuitwe wana wa Mungu. Lakini tukijua atakuja kuchukua kile alichokinunua kupitia damu yake, ambalo ni kanisa. Hayo ndio mambo ambayo tunapaswa kuwa tunakumbuka tunapokaribia mwili na damu ya Yesu Kristo. Sio tu kula kwa sababu ni kula, hapana. Hapa kuna fundisho la mimi na wewe tuwe tunaangalia ile kazi aliyoifanya. Tena atakuja kuchukua kile alichokinunua kupitia kazi aliyoifanya ya kuimwaga damu yake. Hivyo basi, ni wajibu wa mimi na wewe kuweza kutafakari hayo kila wakati. Na leo tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupatia neema ya sisi kukumbuka kazi aliyoifanya. Sisi kukumbuka agano alilolifanya kupitia damu yake. Lakini maandiko matakatifu, Mtume Paulo na yeye akasisitiza kusema kuwa ni vyema tunapokaribia kula mwili na kuinywa damu ya Kristo, ni vyema tuweze kujioji kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa sababu gani aseme hivyo? Kwa sababu tunapokula na kuinywa damu ya Kristo bila kujioji, inatuletea madhara, inatuletea laana, inatuletea magonjwa, na wengi wanakufa kwa ajili ya hii. Hayo ndio maneno ambayo Paulo aliyoyasema. Lakini kwa leo labda tuyaone kwa macho watu wanapokuwa wanakula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo isivyostahili, tukawaona wanakufa. Hilo labda alionekana. Lakini hili sasa ndilo baya sana. Kila mara Bwana anasema hili jambo. Bora hata watu wangekuwa wanakufa, kwa sababu tukisikia fulani anakufa kwa ajili halisogelea meza ya Bwana isivyostahili, kesho kutwa mwingine hatasogelea, si tutaogopa? Bora kipindi hicho kuliko hichi kipindi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuliko sisi kuwa na woga, imetufanya sisi kuzoea mwili na damu ya Kristo. Tunakula tunavyopenda. Lakini madhara ni yapi sasa? Vinatufanya kutufunga mioyo yetu ili tusiwe na moyo wa toba. Na hiyo ndio hasara sana. Kwa sababu hivyo tutakwenda kupelekwa kwenye mauti ya umilele. Basi watoto wa Mungu, ni wajibu wa mimi na wewe tuweze kujioji. Na baada ya kujioji, ndipo sasa tutakwenda
kukaribia mwili. Katika kipindi cha kujioni nitaomba tuongozwe na wimbo mmoja, na kila mmoja wetu tuwe tunajioji mahali tulipo. Baada ya wimbo huu ndipo pale ambapo sasa tutachukua nafasi, kila mmoja umwambie Mungu wako